Kama unakojoa mkojo, unapata maumivu makali sana unapoanza kukojoa au unapomaliza kukojoa, au ukibanwa haja ndogo hauwezi kuvumilia hata dakika moja, mkojo unakuwa umeshapita wenyewe bila taarifa. Wakati wa usiku unakojoa mara nyingi sana, yani kutoka kwako usiku mara 4, mara 5, 6 ni kawaida sana. Ukimaliza kukojoa unahisi kabisa kama kibofu bado kina mkojo, lakini umetoka kukojoa kabisa, ila unahisi kama kibofu bado kimejaa mkojo. Aidha unapata maumivu makali sana, lakini pia ukishiriki tendo la ndoa unapata maumivu wakati wa kumaliza lile tendo, yaani wakati wa kumwaga unakutana na maumivu makali sana, na vile vile nguvu zako za kiume zinaanza kupotea. Tambua tu kwamba tezi dume yako tayari imeshakuwa kwenye itilafu, yaani imeshaathirika. Unahitaji kuweza kupata matibabu kabla haijaenda kusababisha saratani ya tezi dume, kabla haijaenda kusababisha changamoto ya figo, kabla haijaenda kusababisha saratani ya kibofu cha mkojo. Imekuwa ni gonjwa hatarishi linaloondoa uhai wa wanaume wengi sana, kutokana kwamba linaathiri figo, linaathiri kibofu na kuathiri nguvu za kiume, linasababisha mawe kwenye figo. Kama familia yako ina historia tatizo hili, ni vyema kuweza kufanya vipimo mara kwa mara. Lakini kwa wewe ambaye miaka yako ni kuanzia 40 na kuendelea, kipimo cha tezi dume kwako kinatakiwa kufanyika mara kwa mara, ili kuweza kujua kama tayari umeweza pata changamoto hii, uweze kuichukulia hatua mapema kabla haijawa mbaya zaidi. Unapopata matibabu changamoto ikiwa bado inaanza, unakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi kuweza kupona kwa haraka zaidi na kutumia gharama ndogo, tofauti na ikisha kuwa kubwa zaidi. Kama unahangaika na changamoto ya tezi dume, aidha umefanya upasuaji karudi tena, au ndio inaanza nilizozitaja zinakukabili, chukua namba yangu nipigie, niweze kusaidia kwa matibabu sahihi.